لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, tumesikia yale ambayo kwamba tumeelezewa kuhusu sisi waja Mola Subhanahu wa Ta'ala kurudi na kuleta toba kwa wingi, vile vile tufanye wingi kuleta istighfari kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani ikiwa tupo katika 10 la maghfira kama sura tulivyoelezewa, mimi nitagusia moja katika sunan ambayo kwamba ni mustahab, sunan ambayo ni yenye kupendekeza na ni sunna ambayo kwamba ina fadla, ina daraja, yule ambaye kwamba atakayefanya kwa wingi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ni sunna ambayo kwamba yule mwenye kufunga ni wajibu yake kufanya madamu yeye ni mwenye kufunga. Na katika mujtamaa yetu ya Kiislamu ni moja katika sunan ambayo kwamba ni maadhuma, imekosekana, wingi hawafanyi, ingawa ni sunna ambayo tumewekewa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na vile vile kwa yule mwenye kufunga nje ya Ramadhani, miezi mingine akiwa ni mwenye kufunga, ni mustahab mtu kama yule kufunga ama kufungamana na sunna kama hiyo, nayo ni sunna ya kula daku. Ahbabana fillah, leo wengi wanaidharau kula daku. Leo wengi baada ya kula ama kufuturu ndio hawakuli tena daku, kwa sababu daku ni sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja ahadith mingi, ikiwa ni hadithi iliyoko katika sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim. Vile vile hadithi kama hii al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani ameweka katika kitabu chake Bulughul Maram min hadithi Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تسحروا فإن في السحور فإن في السحور بركة. Hadithi kama hii amepokea Sayyiduna Anas radiyallahu anhu wa arda kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwanzo tumjue Sayyidina Anas ni nani. Huyu ni mmoja katika masahaba wakubwa na ni mmoja katika khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mmoja katika sahaba alomtumikia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam muda mrefu, muda wa miaka kadhaa, ikiwa tunaambiwa muda wa miaka 10. Sayyiduna Anas alimtumikia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Sayyiduna Anas ni mmoja katika wapokezi wa hadithi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja ama alivyosema al-Imam Suyuti katika manzuma yake katika kueleza hawa ambaye kwamba ni wenye kupokea hadithi mingi kutoka kwa Mtume. Asema al-Imam Suyuti, wal mukthiruna fi riwayati al-athar Abu Hurairah wa yalihi ibn Umar wa Anas wal bahru kal Khudri wa Jabir wa zawjatu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Asema al-Imam Suyuti katika kueleza wale ambao kwamba wamepokea hadithi mingi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, asema wa kwanza ni Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Huyu alipokea hadithi mingi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha anayefuata ni Ibn Umar, Abdullah ibn Umar. Kisha akasema wa Anas, na Sayyiduna Anas, bimaana moja katika hadithi ambao tulotangulia kusoma ya kufungamana na daku alopokea sura tulivyosema ni nani? Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu wa arda. Kisha wal bahru kal Khudri, ambayo ni Ibn Abbas
hibru hadhihi al-umma Abdullah ibn Abbas, yeye pia ni katika wale masahaba ambaye kwamba walopokea hadithi mingi kwa Mtume sallam, wa Jabir ibn Abdullah al-Ansari, na mwingine ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha. Hawa ndio katika masahaba ambayo kwamba walipokea hadithi mingi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndipo tukatangulia kusema kwamba Sayyiduna Anas asema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuashiria na anatuhimiza kwamba tukule daku, tasaharu, kuleni daku, fa inna fi sahuri baraka, hakika kula daku kunao baraka. Leo mtu amelala akaamka akila ile daku yake yatosha kwamba ni baraka, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya sana, akifanya wingi kula daku. Na tujue hapa hunaka baina as-suhur was-sahur, hunaka al-farq baina as-suhur was-sahur. Hapa kuna tofauti ya suhur bi dhammi as-sin was-sahuri bi fathi as-sin. Lazima tujue sisi talabatul ilmi tofauti ya suhur na sahur. Suhur ni kile kitendo ama ni ile wakati ambayo kwamba mtu hula daku huitwa nini? As-suhur. Na sahur bi fathi as-sin ni ile chakula ambacho kwamba mtu hula wakati wa daku. Sasa lazima tujue ile chakula huitwa as-sahur, na ile wakati ama ile kitendo chakula huitwa nini? As-suhur. Ndio hata wanazuoni wakatupatia tena mfano wake, mithlul udhu'i wal wudu'i. Mtu anakuambia udhu ama wudu. Udhu kwa dhumma ni kile kitendo cha kutawadhi, mfano kuosha mkono, kuosha uso, kuosha mguu, hiyo inaitwa nini? Udhu. Na alwudu ni yale maji ambayo kwamba mtu hutawadhi nayo. Hapa bila shaka tumefahamiana baina alwudu na wudu. Wudu tumesema ni ile maji ambayo kwamba mtu hutawadhi nayo ndio huitwa wudu. Sura tulivyoeleza baina suhuri wa sahur. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatuambia kuleni daku, hakika katika kula daku unao baraka. Daku ina faida yake. Ukila hupata nishati katika funga yako. Siku yako hiyo hautokuwa ni mwenye kulegea, hautokuwa ni mwenye kuwa na uzivu, kwa sababu usipokula daku wewe hata baada alfajr moja kwa moja waenda kulala. Ile hata una nishati ya kusoma Qur'ani, mchana wako humalizika bila kusoma maneno ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Una nishati, una nguvu, hauna raha, kwa sababu hujala daku. Lakini wewe nenda ule daku, na kisha baada ya kula utaona ile nguvu ambayo kwamba uko nao siku hiyo, hata huhisi njaa kabisa. Na daku sunna yake ni ule tende tu, tende ama maziwa. Lakini utaona leo mtu kupakia hata baada ya kupakia utaona hapo kuna pilau, sahani mzima, biriani, sijui ndizi, sijui nini. Akishiba mchana wake hata hana habari, yeye ni kulala tu. Ibada yake ni kulala tu. Kwa sababu gani? Amepakia jana usiku. Na ni muhimu wewe kama wala daku uamshe mwenzako. Hii ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya, kwa sababu ajua ni baraka, ajua ni mustahab, ni yenye kupendekeza. Akiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam akiwaamsha wenzake, sivyo kama tunavyofanya wengine. Mtu hata mwenzake, rafiki yake, ustadhi wake hata hawezi kumwamsha, yuwapakia anamwacha mwenzake afunge na njaa. Si mafundisho ndugu zanguni na wazee wangu watukufu, hasa naongea na talaba. Nikisema hivi wao wanajua au amshani. Sasa daku ni mustahabu na ni baraka. Ndio hadithi amepokelewa na alimamu Ahmad katika musnad yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, as-suhuru akalatu barakatin fala tad'uhu
walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hakika kula daku, hakika kitendo cha daku kunao baraka. Basi walau yajra ahadukum jur'atan min ma'i, msiache ile daku hata kama ni tama la maji tu, tama la maziwa, pengine uko na kitende tu, wewe usiache alhasil hata ile tende huna. Lakini mtume ametuambia walau yajra ahadukum jur'atan min ma'in, lau mtu apige tama moja tu, atena tama la maji, yahesabika ni nini? Ni daku, yahesabika ni baraka, kwa sababu wewe umefanya kitendo cha kudhalaku. Sasa fa inna Allaha, natija yake nini? Faida yake nini? Ukila ile kikombe kimoja tu ama tama moja tu la maji, hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake yusalluna 'ala almutasahhirin, wanamsalia, bimaana wanaletea istighfari, wanasamehe hawa ambaye kwamba wanaomba msamaha ama wanatakia msamaha, wale ambaye kwamba wanafanya nini? Wanakula daku. Sasa wewe ukila daku uko katika rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, uko katika sikitiko la Allah subhanahu wa ta'ala, uko katika msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ile tu ukala daku ama ukafanya kitendo cha kula daku, madamu ni baraka, ni wajibu wetu, ni mimi na wewe tujibidishe, tujipinde, tufunge masongo katika kula daku, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuwekea wazi yule ambaye kwamba hali daku somo yake. Ama Mtume anatuambia faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab akalatu sahar, asema tofauti ya funga yetu ama somo yetu na somo ya wale ahli alkitab, Mayahudi, Manasara walikuwa wakifunga, lakini tofauti ya somo zetu na tofauti ya hawa ahli alkitab, Mayahudi na Manasara ni nini? Ni akalatu sahar, ni kula daku. Wao walikuwa hawali daku, wakipiga magharibi ndo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mpaka kesho magharibi. Sasa sisi wafuasi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitu ambacho kwamba mustahabu kwetu sisi na sisi tumkhalifu hawa Mayahudi ni kwamba katika funga yetu tule daku, katika funga yetu tuamke tule daku, kwa sababu ukila daku hapo utakuwa na nishati, utaweza soma Qur'ani mpaka alfajiri, asubuhi utaweza amka vizuri. Kwa sababu gani? Wewe umepata baraka ya daku. Na wakati gani ambayo kwamba ni mzuri kula daku? Ulama ridwanullahi alayhim wametubainishia na wakatuwekea wazi wakati ambayo kwamba ni mzuri ni mtu ale kubeila al-fajr. Ndio hata wengine katika ulama wanatuambia inna fi suhuri khairan adhima, hakika katika daku ama kula hicho kitendo cha daku panao khairi mkubwa, panao fadhila mkubwa. Sasa ndio wakatuwekea kubeila salatu al-fajr, yani kabla ya ile adhana ya pili, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba kuleni kabla ile adhana ya pili kwa muda tu. Sasa safari moja Rasul sallallahu alaihi wasallam aliwaita baadhi ya masahaba, akala nao daku. Baada hapo ikadhiniwa sala, ikakimiwa sala ya alfajiri. Sasa mmoja katika sahaba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ni kiasi gani ama muda gani baina ya adhana na ile daku ambayo kwamba tunakula? Yani wao baada ya kumaliza kula daku, baada ya muda kidogo tu ikaadhiniwa na ikasaliwa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia qadru 50 aya, yani kiasi cha aya 50, mtu kiasi asome aya 50, yani baada ya kula daku
mpaka adhana ya pili ama sala ni atakikanwa asome kiasi cha aya 50. Mfano ufungue msafu usome aya 50. Sasa ile kiwango hicho ndio baina ya daku na adhana. Bila shaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuwekea wazi ili mimi na wewe tufungamane na haya, tufungamane na hii sunna ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafikiri wakati pia imetukhini, ilikuwa tutie sherehe na taaliq maneno ambayo kwamba yalizungumzwa, lakini kwa haya machache Mola subhanahu wa ta'ala atujalie ni wenye kusamehewa madhambi zetu. Mola subhanahu wa ta'ala atukubalie somo zetu. Mola subhanahu wa ta'ala atukinge na moto wa jahannam. Mola subhanahu wa ta'ala atusamehe sisi na wale ambao kwamba walotangulia. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Wassalamu alaykum wal afwa minkum. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا